lile jukwaa, baba moja akaniambia, mtumishi na kuhitaji twende nyumbani. Tukaondoka naye tukafika pale nyumbani kwake, akaniweka mlangoni. Yule baba akaingia ndani, akamchukua mke wake. Alikuwa anaua, ana miezi 2 na wiki 2, yuko ndani, ameenda kwa waganga, ameshindikana. Nikamwona yule baba anamtoa mke wake pale mlangoni, akiwa amemshikilia mkono. Mke wake ameenda kwa waganga wa hospitalini, imeshindikana. Waganga wa kienyeji, imeshindikana. Akatoa na dawa pale mlangoni. Yule mwanamke amenuka dawa za waganga, lakini shida yake bado ipo. Nikamweleza uzuri wa Yesu Kristo. Alipokubali akampokea Yesu, nikaomba kwa juhudi, si dakika nyingi, nguvu za Baba zikashuka, nguvu za Mungu zikashuka. Yule mwanamke akapona, akawa mzima. Nisikilize, haleluya. Biblia takatifu inasema yule mwanamke akatumia pesa, pesa zikamshia. Pesa zilipoisha, ndugu zake wakamkimbia, ndugu zake wakamwacha. Shida yake ikabaki pale pale, tatizo lake likazidi kuwa kubwa, yani kutokwa damu kwake kukaongezeka zaidi. Mama kakaa mle ndani akiwa na msiba, akiwa na maumivu. Kuna watu wengine wanapopitia shida hizo wanasema wakanywe pombe ili wapunguze mawazo. Nisikilize, ukinywa pombe ni sawa, mawazo tapunguza, lakini pombe kisha, shida yako iko pale pale, tabu yako iko pale pale. Huyu mwanamke wakati yuko amekaa ndani, tatizo lake limezidi kuwa